Anasema hawa wakienda kuloga wanaskani kwanza, kujua uwezo ulio nao wa kiroho. Wakigundua kuna hatari, hawaji. Wakigundua lile basi kapanda mtu mwenye nguvu, hawaendi kupindua. Maana hawa wakitumwa kitu inabidi wafanye kwa usahihi. Kosa watakalolifanya hawa wanaadhibiwa. Kwa hiyo wanaambiwa waskani kwanza, usiende kwa mtu bila kuskani. Wakiingia kwenye nyumba wanaskani, wakigundua kuna ulinzi wa kiroho wanapotea. Wakikuta wakiskani hakuna kitu, wanavamia na kuchukua ushindi. Kwa hiyo na mambo ya roho lazima uskani kuingia kwenye kanisa, ujue vigezo. Mungu anataka nini? Ukiona kuna mawigi, kuna maireni, kuna makorokoro, kwao wanakuwa wamevaa masuruali, hayo sio makanisa ya Mungu aliye hai. Ukiona watu wananinginiza vitu, hakuna utaratibu, wanacheza wanawake na wanaume wanakumbatiana, hapo Mungu hayupo. Amina. Ukigundua neno la Mungu alihubiriwa na ubiriwa kupona tu, kupokea miujiza tu, utapona leo, utapokea gari, pokea kile. Kila ibada ni hayo. Hapo Mungu hayupo. Hivyo sio vitu vya Mungu. Ukiona watu wanazuna, lete wembe, lete nywele, lete nguo za ndani, lete masikio, lete mdongo, lete nini, hapo hayo sio. Sasa haya kujua mpaka uwe rohoni. Kwa mtu anayetoka kwenye dini ndio maana anapotea, kwa sababu hakuna anachoweza kuskana. Mtu aliyeokoka anaweza kuskana. Michoro ya tattoo, kuna ile mtu nakuta anachora nyota. Au mtu anachora alama ya tiki. Sasa ile tiki ni alama ya Freemason, ila watu wengi hawajui. Ile tiki inawekwa kwenye nguo, inawekwa kwenye viatu, inawekwa kwenye kofia, tiki. Nakuta mtu anachora mnyama kama dragon. Sasa unapomchora hapa dragon, afu unaenda kanisani unasema pepo toka. Wewe ndio umemchora, umemkaribisha wewe aweze akatoka. Na unapochora, kuna wengine anachora ndege. Anachora ndege, anachora mitatu. Ndege zingine unachora alama za Freemason, wengine unachora ma-Freemason. Ukienda mbinguni, eti anakuambia mbinguni kuna ndege ndio maana nimechora. Hapana. Tatu unapokuwa umechora, hata kama tumeshindwa pote, lakini ukichora tatu, si tunapata mlango wa kuingia kwako. Si tunaweza tukashindwa vyote, lakini mlango kadogo, yani unaweza kuwa mtakatifu. Yani kama mlango kadogo ukijikwaa tunaingia. Unapotoa mguu na sisi tunaweka. Ukijikwaa tu tupo. Umesikia? Kama mlango kadogo ka uchafu, kuna mruhusu nani? Shetani ndiko anako penyea. Kwa hiyo usiruhusu mlango kabisa. Ndio maana Biblia inasema muwe wakamilifu. Mungu anachotaka nini? Kwa ukibaki pengo ndio mlango wa ibilisi kukustrike, kukushambulia. Haleluya. Watu wanaovaa majezi ya Yanga, ya Simba, ukishokoka vai majezi aina yote, yale majezi yananuizwa. Hebu tueleze.